What do you have for us today? Na asante sana Joy Doreen Bira. Hapa kwenye uwanja wa Afraha Stadium mjini Nakuru kumekuwa na mkutano wa kampeni wa mwisho kabisa wa chama cha Jubilee, Rais Uhuru Kenyatta akijiunga na naibu Rais William Ruto kwenye kampeni yao ya mwisho kabisa. Na tumejiunga na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Nakuru wakitueleza maazimio yao na matazamio yao kuhusu uchaguzi mkuu ambao unakuja. Na upande mwingine tunaye Mary Kilobi akiwa na kikosi chake cha ndugu na dada, na tutaendelea na mjadala. Kwako Mary Kilobi. Asante sana mwenzangu Mark na Maso. Mtazamaji, ni Kivumbi 2017 na hii leo ni zamu ya kaunti ya Nakuru. Utakumbuka kwamba hii leo imekuwa ni siku yenye shughuli chungu nzima katika kaunti hii ya Nakuru, ambapo mkutano wa mwisho mkubwa wa hadhara wa chama cha Jubilee umefanyika hapa. Na basi tutakuwa naye Dr. Eric Korir ambaye ni naibu gavana wa Liki Nyanjui ambaye anawania ugavana wa kaunti hii kwenye tiketi ya chama cha Jubilee. Ataweza kutuambia ni kwa nini waliamua kuchagua kaunti ya Nakuru ama mji huu wa Nakuru katika mkutano wao wa mwisho, na vile vile na vijana hapa na mama mmoja ambao watatuambia kuhusiana na mtazamo wao kuhusiana na ugatuzi, nafasi ya kijana na nafasi ya mama katika jamii hii katika ugatuzi imekuwa ni vipi. Je, watatuambia wanahisi kwamba wamehusishwa ipaswavyo ama wanahisi kwamba mama na kijana wameachwa nyuma? Na basi mtazamaji, takurejesha kwake Mark na Maswa, kisha tarejea kuendelea na mjadala wetu. Naam, tutaendelea kufanya majadiliano na vijana hapa wakitueleza hisia zao kuhusu mkutano wa mwisho kabisa wa kampeni wa rais ukifanywa katika maeneo haya. Unafikiria vipi kwa rais na naibu wake kuja hapa kwa mkutano wa mwisho? Kwanza kabisa ni kushukuru kwa kuwa rais ameamua mji wa Nakuru ambao ndio ilikuwa mji wa kwanza kwao kushikana wakiwa na makamu wa rais, na ambapo 2007 ilikuwa kama sport ya violence. Wakaamua peace, tutaanzia mahali hapa. Tumefurahia kuwa na rais na manaibu wake hapa, na tuna matarajio mengi ambayo tunatarajia katika mji huu. Asante. Naam, wacha tumulete hapa dada, hebu karibia hapa. Hebu tueleze unafikiria vipi kuhusu rais kufanya mkutano wake wa mwisho hapa? Amefanya vizuri na tumefurahia sana venye amekuja, sababu watu wa Nakuru tunampenda sana na kura zake zote za huku ni zake, na venye alituongelesha tulimsikia na tunataka tena anaweza kurudi tena huku. Naam, naona huo ujumbe umefika, na kabla nisonge upande mwingine, wacha tuzungumze na ndugu hapa. Changamoto ama masuala yenye vijana wanatarajia kwenye uchaguzi mkuu, viongozi ambao mtachagua, mnataka wawe wakishughulikia masuala yapi? Tunachotarajia kwa viongozi wetu ni ajira. Tunahitaji kazi. Wengi wetu unavyotuona, we are graduate, tuko na diploma, degrees, and some of us we are still hustling. So tungeuliza serikali tukirudisha tena ama itakayoingia, ajira kwa vijana ipatikane, tuache kukaa idols manyumbani, ndio maovu yapungue. Naam, ni baadhi ya hoja ambazo ni nyeti sana katika maeneo haya, vijana, kina dada wakitueleza matazamio yao kuhusu uchaguzi mkuu ujao, na pia wakitueleza ni yapi ambayo wanatazamia viongozi ambao watakuwa wakichagua watakuwa wakishughulikia sana. Na hebu tupate mtazamo mmoja tu hivi, kama wewe kama kijana, ni swala lipi ambalo umeona kwa miaka 4 ambayo imepita halijashughulikiwa sana? Masuala ya michezo na ya vijana kuwa wakora sana imezidi, ijaangaliwa hiyo masuala. Shukran sana, ni swala nyeti sana. Kijana anasema masuala ya michezo haijashughulikiwa, na hapa tukiwa katika eneo ama uga wa Afraha, swala la michezo ni nyeti sana, na muktadha wa kijana ama swala lake ambalo ameibua ni la maana sana. Na warejesheni kwake Mary Kilobi akiendelea na mjadala. Asante sana mwenzangu Mark na Maswa. Na basi mtazamaji, tuko hapa na Dr. Eric Korir, kama nilivyokuarifu awali, ni naibu gavana wa mwaniaji wa ugavana Liki Nyanjui kwa chama cha Jubilee. Mtazamaji, bila shaka amejaribu sana kufika hapa. Tunakushukuru sana Dr. Korir kwa kuweza kutenga muda wako kufika hapa licha ya siku kuwa siku ambayo imekuwa na shughuli nyingi. Karibu sana. Asante sana. Naam. Leo mkutano umekuwa ni mkubwa. Je, mbona Jubilee kaamua kufanya mkutano huu hapa Afraha Stadium na si katika eneo lingine humu nchini, pengine Nairobi na hapa? Kwanza ningependa kushukuru Mheshimiwa Rais na naibu wake kwa kuchagua kufanya mkutano huu wa mwisho jimbo hili la Nakuru. Jimbo la Nakuru ni ngome moja ya Jubilee Kenya mzima,
Ndio sababu rais na naibu wake wakaamua kufanya kampeni yao pande hii ya Nakuru. Hata unapokumbuka mwaka wa 2013 wale launch Uhuru Ruto pamoja hapa Nakuru, kwa sababu Nakuru ndio ngome yao. Naam. Na mikutano hii ya mwisho imelenga kuwashawishi wapiga kura ambao walikuwa hawajaamua iwapo wanamchagua Rais Uhuru Kenyatta ama Raila Odinga ama wagombezi wengine. Je, mnahisi kwamba mkutano wa leo mmeweza kuwashawishi wale ambao walikuwa hawajaamua kuwaunga mkono? Kwa ukweli na kwa ukubwa tumewashawishi sana. In fact, watu wengi sehemu hii walitokeza asubuhi na mapema kufika huko, na uliona vile uwanja ulifurika na watu. Na watu walikuwa nje wengi zaidi kuliko wenye walikuwa mule ndani. Hiyo ni kusema ya kwamba ile whatever tulihitaji kufanya siku ya leo ni kama watu wa eneo hili Nakuru na Kenya kwa jumla tumefanikiwa kupata. Je, Jubilee imejiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu? Kwa sababu kuna baadhi ambao wanaona kama wanasiasa hawajajiandaa kabisa, hawako tayari, wanahisi kwamba hawajafika maeneo yote kulingana na jinsi wanavyoongea. Je, mko tayari? Jubilee, kama unajua, rais na makamu wake wametembea kila pembe ya Kenya. Kama leo wamefanya mkutano mingi sana za hadhara kama hizi, na wamejaribu iwezavyo kufika at least jimbo zote za hii kaunti ya Kenya, na sio sehemu moja tu, sehemu mbalimbali za jimbo hizo. Na kuna vijana hapa ambao wamefika, na kuna mmoja ambaye alikuwa anasema tafadhali nipe nafasi niweze kumuuliza naibu gavana maswali, na basi tutampa mic, lakini katika muda usikuwa mrefu. Pengine nitakuuliza, vijana wengi wamelalamika kwamba kuna ukosefu wa ajira. Nyinyi mkiingia, mna mpango upi kwa hawa vijana, kwa sababu ni tatizo ambalo tumekumbana nazo katika maeneo mbalimbali ama kaunti mbalimbali humu nchini? Ukosefu wa ajira kwa vijana ni swala nyeti kwetu kabisa. Kwamba kwanza sio hata kwa serikali kuu peke yake, hata huko mashinani. Na vile tunajaribu kufanya sasa ni kuweka muundo msingi kwa industries ambazo zita generate kazi kwa vijana. Tuweke kazi ya ukulima mbele ndio vijana wapate ajira. Tuweke ile 30% ya vijana ambayo serikali imeleta, tuwape contracts kwa kaunti yetu ili wapate kunufaika kama watu wengine. Huwa tu inaandikwa kwa vitabu kwamba vijana wapata 30%, lakini ukienda kuangalia hakuna hizo 30% kwa vijana. Sasa tutajaribu kuwapea ile yao ya vijana, ile imesema kikatiba, tuwapatie ili wapate nafasi ya kudumikia taifa hili letu. Pengine tumuhusishe Helen Wangoi. Helen, wewe kama mama katika serikali ambayo imekuwepo, ama unahisi kwamba mama wa Nakuru amehusishwa vikamilifu ama amefaidika vya kutosha? Ya kwanza nirudishie president wetu shukrani. Ongea kwa sauti kidogo watu wapate kusikia. President shukrani kwa yale amesema kwa wamama. Hospitali ni za bure, ukienda kupewa mtoto na kusomeshewa watoto. Kwa hivyo tunasema aendelee. Sasa wewe umeridhika na hivyo? Kabisa kabisa. Pengine nitamleta basi. Njoo kaka. Mama utampatia microphone kidogo. Njoo basi uulize swali lako ambalo ungetaka kuuliza. Njoo. Harakisha kidogo, muda wetu hauko nasi. Umesema tukupe muda uweze kuuliza naibu gavana swali. Je, kama kijana swali lako ni lipi? Mimi kama kijana, asante mama. Hatuna imani na wao. Tatizo ni lipi? Tutawachagua lakini hatuna imani na wao. Kwa sababu hata ukisikia manifesto yao hatujaijua. Kwa sasa kama hatujaijua, hakuna wengi kama wetu vijana hatujajua. Alafu nikiamuuliza wako na mikakati gani na masuala ya vijana? Masuala ya vijana basi. Naibu gavana serikali yako? Ni vizuri huyu kijana wetu amesema ako na mazwali kwetu. Lakini kusema eti hawana imani nasi, hiyo tena naona kama pengine ya kupata neno mzuri ya kutilia maanani. Nikizungumza naye anasema wanasiasa mara nyingi wakikampeni wanatoa ahadi chungu nzima. Wakishapata ile nafasi kama wewe hautapatikana. Hata waipata fursa kukaa karibu na wewe akwambie ni mambo yapi ambayo yanawazonga. Nimekueleza saa hizi.
serikali iliyobanduliwa na hawa kutoka uongozini walifanya kosa ambao wao wenyewe walijua ilikuwa kosa, si ndio? Na hatutasahau, hatutaki kubanduliwa baada ya miaka 3 miaka 5 kusema pia hatukuhudumia vijana. Lakini tumefanya namna hii. Baada ya uchaguzi tutakaa chini na hawa vijana kwa kila sehemu za nchini. Tuone ni pande gani za vijana wanataka kazi gani ishughulikiwe mara ya kwanza. What are the priorities hawa vijana wanataka? Kama ni pande hii wanataka ajira ya kazi, tupatie hawa ajira ya kazi namna gani? Tukiweka agriculture good foundation, solid foundation, utaona kwamba vijana wengi watapata ajira pande hiyo. You heard of industrial park pande hii ya Nakuru. Tukiweka industrial park moja Gilgil, moja na Salga, hawa vijana watapata kazi pia. And we want to try, tutajaribu tuwezavyo to make sure tumepawa vijana kazi iwezekanavyo. Wito kwa vijana, Dr. Korir, kwa sababu wanasiasa wamelaumiwa mara nyingi kwa kutumia vijana vibaya, kuzua vurugu tunapoingia tarehe 8 baada ya uchaguzi. Wakikutazama, wito wako ni upi na unasema nini kuhusiana na wanasiasa kutumia vijana kuzua vurugu? Sisi kama Team Lee, tangu kampeni yetu ianze, tumesema sisi hatutaki vijana watumie vibaya. Sisi hatujazoea maneno ya kununulia vijana vinywaji. Hatujawahi fanya ile ya kufanya ku-incite vijana wafanye fujo. Na huwa tunasema tunaomba amani tukielekea uchaguzi. Tunaomba amani wakati wa uchaguzi na tunaomba amani baada ya uchaguzi. Ndio hawa vijana wapate nafasi ya kutumikia serikali ijayo. Wewe na Lee Kinyanjui, mheshimiwa, mkikosa kupata ushindi mtakubali? Sababu wengi wanakataa. Unajua uamuzi ni hao wanakata. Na kama wamesema vile wamesema, tutakubali. Sawa sawa, asante sana Dr. Korir kwa kutenga muda wako na kuweza kufika. Mtazamaji, basi ni zamu ya Mark Namaso, anamuona amesimama hapo na vijana, sijui ametuandalia nini. Mimi ni Mary Kilobi na kupeleka kwake Mark Namaso. Naam, tunaendelea na mjadala wetu na vijana wa kaunti ya Nakuru. Kumbuka kaunti hii ina zaidi ya kura 900,000 na kila chama kitakuwa kinahakikisha kwamba kimezoa idadi kubwa ya kura katika maeneo haya. Hebu tupe jambo moja tu ambalo unaona likiangaliwa basi yule mgombeaji mtampa kura yako. Jambo la kwanza tunataka waangalie mambo ya michezo na usalama. Hiyo tu. Shukran sana. Michezo na usalama. Hebu tuelekee kwake Joy Doreen Bira tukiendelea kupiga kambi katika maeneo haya ya kaunti ya Nakuru. Mark, and of course great insights there from Nakuru County. But let's take a look at